Okay, habari za saizi. Nataka hapa tuangalie ni jinsi gani unaweza ukachora ellipse kwa kutumia concentric center method. Kwa hiyo ziko method nyingi za kuchora ellipse, so tupitie hii haraka haraka. Method ya kuchora ellipse kwa kutumia concentric center method. Okay, ni kwamba sawa, nitatumia hapa mimi AutoCAD software kuweza kudemonstrate jinsi gani ya kuichora, lakini wewe pia utakapokuwa unafanya exercise zako unaweza kutumia karatasi, unaweza kutumia software pia kama hivi. Kikubwa ni ile upate general understanding ya kwamba je, unaichoraje ellipse kwa kutumia concentric center method. So ni kwamba kwenye ellipse tunakuwa tumepewa na axis mbili. Kwa kuna major axis lakini pia kuna minor axis. So tukiassume kwamba labda tutakuwa tumepewa major axis ambayo itakuwa na labda major axis itakuwa labda ni 100 mm, alafu then minor axis labda itakuwa ni labda 60 mm ni diameter. So utakachokifanya cha kwanza kabisa utatakiwa kuchora seko. So utaspecify labda seko yako utaichora kwamba iwe na diameter ngapi? Iwe na diameter ya 100, kwa sababu hapa tunataka kuichora ile major axis seko, ambao kwa hiyo kama nimesema itakuwa na 100 mm, so it means utachora seko ambayo itakuwa na diameter ya 100, ambapo kwa hiyo kama ni radius kwa itakuwa ni 50. Utapiki okay. Kwa hiyo kama utachora utatumia compass yako, utaspecify center, then utaichora hiyo seko ambayo itakuwa na total diameter itakuwa ni ngapi? 100. Then utachora hiyo seko nyingine ambayo itakuwa sasa na minor axis, ambayo nimesema hapa kwa minor axis sisi tutumie labda kwamba itakuwa labda na 60 mm. So it means radius yake itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni 30. Okay. So kinachofuatia hapo ni kwamba kwa kutumia hii concentric center method unatakiwa kufanyeje? Unatakiwa kuidivide equal, kuzidivide equal hizo seko katika labda segment 12 au hata zaidi, zisiwe pungufu sana, labda ya 8. Kuanzia 8 kuendelea inakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo ukiwa unatumia protector yako utachora labda hii itakuwa kama ni reference line yako, then baada ya hapo utaanza sasa kuzidivide hizi, utaanza kuzidivide hizi circles zako katika segment hizo 12. Kwa mimi hapa nataka nitumie segment zikiwa 12. Kwa hiyo labda hapa itakuwa 90. Kwa hiyo kwa ukigawanya total seko tunajua ina degrees 360. Kwa hiyo inamaanisha ukigawanya kwa 12 itakuwa 30. So it means kama hapa ni 90, kwa hiyo inamaanisha hapa mpaka kwenye 60 hapa itakuwepo tayari, hiyo ni segment ya kwanza. Kwa hiyo uta divide hivyo hivyo mpaka umalize hizo 360 degrees. Kwa hiyo kwa sababu natumia software mimi hapa nitaenda haraka haraka, itakuwa itakuwa rahisi zaidi. Kwa hiyo mimi nitaigawa hizo seko lakini katika hizo segmenti 12. Kwa hiyo mimi nitaweka kwamba segmenti 12 nazigawa. Okay. Basi kwa hiyo hata wewe utafanya hivi kwamba kwa hiyo utazigawa gawa hizo mpaka upate hizi segment zote 12 hizi hapa.
Baada ya hapo, kitu kinachofuatia tu ni unatakiwa kuchora line kutokea kwenye point yoyote kwenye hii hapa seko yako ambayo ilikuwa na major axis, unaichora inakuwa ni nini? Hiyo line unaichora inakuwa ni perpendicular au inakuwa ni parallel na hii hapa major axis yenyewe. So ni kwamba kwa hiyo mimi hapa utazichora, just unachora tu free kama hapo. Mimi naichora hiyo line ya kwanza, nitarudia tena, nitachora line nyingine kwamba kutokea kwenye hii point, unatokea kwenye zile point ambazo kulikuwa na hizo intersection, then pia tena nitachora line nyingine kwamba kwa kuanzia kwenye hii point, lakini hakikisha ni kwamba zinakuwa ni nini? Ni parallel na hii hapa major axis. Okay, so hapo tena nitakuja kuchora nyingine hapa kutokea kwenye hiyo point ya intersection. Okay, sorry, hiyo haijatokea, so narudia kuichora kutokea hapo kuja hapo. Pia tena utachora line nyingine kwamba kutokea hapo juu kwenye intersection kuja huko chini, tena utakuja kuchora line nyingine kutokea hapa kwenye point ya intersection hiyo kushuka chini, then utarudia pia tena utachora line nyingine kutokea kwenye point ya intersection kuja huko, then utarudia pia utachora line nyingine kutokea kwenye hii point kuja hapa. Kwa ni kutokea kwenye zile point ambazo zimeintersect hii hapa seko yako ambayo ilikuwa na major axis, lakini pia na hizi lines ambazo ndo zile ulikuwa umezigawa, umezidistribute equal, lakini zitokee 12. Step ya tatu, unatakiwa sasa kuchora tena line ambazo zitakuwa ni parallel kutokea kwenye point ya intersection ya ile line na ile seko yenye main axis, lakini inatakiwa hii line iwe ni parallel na hii huku line ya hapa ambapo hii huku kwenye main axis. So then utaichora inakuwa ni parallel kuelekea huku, then utarudia hivyo hivyo mpaka kwenye hizi pointi zote za intersection hapo kwamba kwa tena tunaelekea huko. Baada ya hapo tena tunakuja kuchora line nyingine kwamba kutokea kwa hiyo kwenye point hiyo hapo kuelekea huko, lakini hizo line zote unazozichora zinatakiwa kuwa ni thin line. Kwa hiyo pia tena tutakuja kuchora kutokea kwenye hii point kuja hivi. Okay, sorry, kutokea kwenye hii point ya intersection hapa kuja huko. Pia utatakiwa kuchora kutokea kwenye hii point ya intersection kuja huku. Pia utakuja kuchora kutokea kwenye point ya intersection kuelekea huko. Halafu pia tena point nyingine ambayo ilikuwa na intersection ni hiyo hapo kuelekea huko, lakini pia tena point nyingine ilikuwa ni ipi? Hiyo hapo, utaichora kuelekea wapi? Kuelekea huko. Hizi zote zinatakiwa kuwa ni nini? Zinatakiwa kuwa ni thin line, lakini ile ellipse utakayoichora wewe ndio inatakiwa kuwa ni nini? Thick line. So tuziweke point kwenye hizi point zilizo intersect, kwa sababu hiyo ndio step inayofuatia. Step ya 4 ni kwamba kwa hiyo hizi point zilipokuwa zina intersect hii line ambayo ilikuwa ni parallel na hii hapo, alafu pia okay, ngoja nifanye hivi. Okay, kwamba hizi line tulizokuwa tunazichora ambazo ni parallel na hii hapa, na pale ambapo zime intersect hizi line tulizokuwa tunazichora kwenye hii minor seko ambayo ina minor axis, ndo pale tunapofanyeje, ndo tunapoweka ile point ambapo ndo itakuwa ni point of intersection ya
ile ellipse arc. So kwa hiyo hapo tutaweka point. Kwa hiyo naanza naweka point, itakuwepo hapo. Nibadilishe point style. Kwa hiyo nitumie hapa labda point style ipi? Anyway, ngoja nitumie hizi za box. Okay, yeah. Kwa hiyo pia nitakuja kuweka point nyingine kwamba kwenye ile point of intersection hapo, then tutaweka point nyingine, itakuwa point ya intersection nyingine ni hiyo hapo. Lakini pia tena utaweka point nyingine ambapo zilikuwa zina intersect, hizo ni hapo. Pia sehemu nyingine ambapo zilikuwa zina intersect ni hapo. Lakini pia kwenye point nyingine ya intersection ni ipi? Ni hapo. Sehemu nyingine itakuwa ni ipi? Hiyo hapo. Sehemu nyingine itakuwa ni hapa kwenye hiyo hapo. Sehemu nyingine itakuwa ni hiyo hapo. Sehemu nyingine itakuwa ni hapa zilipo intersect hizi line. Sehemu nyingine itakuwa ni hapo. Halafu na sehemu nyingine ya mwisho itakuwa ni ipi? Ni hiyo hapo. So kutokea kwenye hizi point ambapo ndo zilikuwa zina intersect line iliyoichora kutokea huko na pia line iliyokuwa unachora kuelekea huko, hapa ndo tumepata zile point za nini? Za intersection. Ni kwamba pia hata hapa ukichora line, ni kwamba hii hapa ukichora line kutokea kwenye hii point ilipo intersect hii circle yenye major axis, ukichora line yake inamaanisha ndio hiyo inakuja kupita mpaka hapa, utachora hii minor axis. So it means hii point ndio itakuwa ni point ya intersection. So baada ya hapo unaunganisha just kwa free hand, au unaweza ukatumia French curve. Lakini kwa hiyo kama utakuwa unatumia software kama mimi kwa wakati huu, utatakiwa kutumia spline fit, then ndio utaziunganisha hizo point zako, ambayo ni hiyo. Unakuja kuunganisha hiyo point, pia utakuja kuunganisha point hiyo, utaunganisha point hiyo hapo, then utakuja kuunganisha hiyo point, then pia utakuja kuunganisha hiyo point, utakuja pia kuunganisha point hiyo hapo, then utakuja kuunganisha hii point, then pia utakuja kuunganisha point hiyo hapo, then utaunganisha point hiyo hapo, then utaunganisha hiyo point, utaunganisha hiyo hapo point, then utakuja kumalizia na ile point ya mwisho, utaklik okay. So it means hii hapa ndio inakuwa ni ellipse yako. So ukimaliza unaweza ukaiongezea thickness hiyo ellipse line weight, kwa labda nitumie labda hiyo okay. Okay, labda hata ikiwa hivyo, au tunaweza tukabadilisha properties zake, tukabadilisha rangi ili tuweze kuiona vizuri. So tutumie hii LED. Okay, so it means ndo kwa jinsi hiyo tunachora ellipse, lakini ni kwa kutumia hiyo concentric center method. Kikubwa ni kwamba unatakiwa uhakikishe umechora hii circle ya kwanza yenye major axis, lakini pia utachora circle hii hapa yenye minor axis, then baada ya hapo utazigawa hizi circle zako zote equal. Labda kama mimi hapa nimeigawa katika segment 12 ambazo ndio hizi axis ziko zinatengeneza hizi hapo. Baada ya hapo utakuja kuchora line ambazo zitakuwa ni perpendicular kutokea kwenye hizi points za intersection. Kwa hiyo kuelekea huko chini ndio utachora kutokea kwenye hii circle ambayo ina major axis, lakini kutokea kwenye hizi intersections za kwenye minor axis utazichora kuelekea either kushoto au kulia, ambayo hiyo line inakuwa ni parallel na
hiyo hapo. Then baada ya hapo utazimaki zile point za intersection zilipokuwa zinatokea, zile point za intersection kutokea kwenye hii line na kuja kwenye line hii hapo. Then baada ya hapo utaunganisha by freehand au kwa kutumia French curve. Nadhani ni kwa sababu hii ni software, kwa hiyo ni more accurate, ndio maana unaiona imetoka ni perfect ellipse. Kwa hiyo unaweza ukachora pia kwa mkono ukaona jinsi inavyotokea. Kwa hiyo ndio hii hapa ellipse yetu, tukiangalia ikiwa yenyewe kama yenyewe tukia-isolate object nyingine. Kwa hiyo utakavyokuwa unachora unatakiwa kuhakikisha hizi zinakuwa ni thin lines ili